Let's pray. God in heaven, thank you for this time. Thank you for your protection this morning up to this time. And now we are going to start another service. Be with us. It's our humble prayer. We pray, believe in Jesus' name. Amen. Ili kukaribisha mnenaji wa kwanza waimbaji wetu guest choir, come for one item please. Waimbaji wetu wapendwa wa guest choir, come for one item. Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa ndama, faraja yake pekee yanitosha. Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa ndama, faraja yake pekee yanitosha. Hata nitikiswe, hata niumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunabali, nitishwe nini, mambo ya
liumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunawari, nitishwe mimi, mambo ya muda yapita kama moshi. Nimetangaza vita na shetani, anajua muda wake ni mfupi, hivyo awataka wengi wa kuangamizwa nao. hataki neno liwafikie wote. Tunaweza kuvunja mioyo katika huduma hii, lakini Tusikate tamaa, tumikia ni mwenye nguvu, na akija atatulipa. Hata litikiswe, hata liumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunawari, nitishwe mimi, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata litikiswe, hata liumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunawari, nitishwe mimi, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata litikiswe, hata liumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunawari, nitishwe mimi, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata litikiswe, hata liumishwe, hilo jina Immanueli lanitosha. Mungu yunawari, nitishwe mimi, mambo ya muda yapita kama moshi. Wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji wa kwanza? Thank you very much. Karibu mnenaji. Ningewasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Amjambo tena. Tuna jambo, Yesu yuaja. Haleluya. Ndiyo. Wangapi wanakumbuka jina langu? Mikono juu. Okay. Nilisema Koshoke Doctor is my name. So shika ile ya mwisho. Wale wa Masai wengine wale Koshoke, lakini sina ile kubwa, ni kidogo tu. Ile ambayo inanitosha kwa sasa. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu, naenda kuwapeleka kwenye kipindi ambayo inazungumzia Public Campus Ministries. Hii inamaanisha huduma katika vyuo vikuu. Kumaanisha kwamba ninaoenda kuwazungumzia, ninaoenda kuwahimiza, ninaoenda kuwaelekeza kwa sasa ni vijana. Na kama vijana hawapo, basi itamaanisha nafundisha wazazi wahimize watoto wao wanapoenda universities, colleges, wakaeze kushikilia neno la Mungu. Amen. Hiyo ndio kusudi la Public Campus Ministries katika makambi ya 2025. Ninapoanza ni kwamba vijana wengi sana ama tukisema kwamba universities ama vyuo vikuu tukienda, mara nyingi sana tunapata watu kutoka kila sehemu ya ulimwengu, kila sehemu ya taifa la Kenya. Tunapata kwamba tutakutana na watu walio na ulka ama tabia mbalimbali, na hivyo basi tunahimiza watoto wetu, vijana wenzetu, wakaweze kusonga mbele kuwa ambassadors of Christ.
kusudi la makambi ya 2025 ni kwamba vijana wakaweza kuelewa kwamba hawa ndio wepesi wa kueneza ujumbe, na hivyo basi wanahimizwa na kuomba kwamba unapoendelea na masomo kuna mahali fulani ambayo inatuunganisha sisi zote, ni masomo ile ya juu. Nikiendelea kuelezea introduction ni kwamba tusome kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili ni 5 mstari wake ni wa 20. Ninajenga misingi tu, alafu kesho tutajifunza zaidi. Naona muda umetupita. Nikisema kwamba Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho, anawahimiza kwamba vijana ama sisi zote kama Wakristo tukaweze kutenga muda wetu, tukaweze kuunganika na Kristo katika huduma tunapokuwa ulimwengu huu. 5 verse number 20 inasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, basi tu wajumbe kwa sababu ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, twaomba basi ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Haleluya. Kwamba vijana wengi wanaaminika kwamba wamepotoka. Vijana wengi wanapokuwa huko wako na uhuru ya uchaguzi. Tukiona wanafunzi katika primary school, watoto wadogo wanaheshimu walimu na kuwaogopa. Wakifika secondary school wanaanza kuwa wajanja kidogo, wanataka kujitegemea kidogo, lakini bado wako na ile uoga. Wanapoingia colleges wanakuwa watu wazima wa kuamua mambo. Sasa hapa imelenga kuokoa kanisa la kesho, imelenga kuwatuma watu kwamba tunastahili kuhakikisha kwamba sisi ni ambassadors wa Kristo Yesu. Sisi ni wajumbe ambao tunafikisha ujumbe kwa kila mtu. Tunajenga misingi yetu kwamba tukiwa huko Waadventista wanaulizwa wakaweze kuwa taa katika chuo kikuu, wakaweze kueneza injili, kwa sababu kule kutengeneza mahusiano na watu wengine ataweza kutengeneza mahusiano kwa misingi ya Kikristo ambaye ni kueneza neno la Mungu. Amina. Wakifanya hivyo tutakuwa na kanisa la kesho. Wakifanya hivyo tutakuwa na maharusi kanisani. Wakifanya hivyo neno la Mungu litaenea na watu wengi wataokolewa. Basi public campus ministry ni muhimu katika makambi yetu na katika maisha yetu, ikaweze kukufaidi kwa sababu unakuja mara moja kwa mwaka. Na hivyo basi, baada ya kusema hayo, ni kwamba kanisa imekusudia kuangalia fundamentals of Adventist Public Campus Ministry, kwamba wameangalia misingi ya kuwafunza watu. Nitaenda kuangalia mambo machache, karibu mambo 4 juu ya mambo 8 ambayo yameandikwa hapa. Ni kwamba kila kijana, every student become an ambassador of Christ. Na hiyo tumeshasema kwamba katika kutengeneza mahusiano na watu wengine, unastahili kutengeneza mahusiano yako katika misingi ya Kikristo. Hivyo basi ni kusema kwamba maisha, college life is incomparable to any other season of education life. Kwamba huwezi kulinganisha masomo ya vyuo vikuu na vile masomo mengine ya kiufundi, masomo mengine ya shule ya msingi, masomo mengine kama hii ya daraja, CBC, mambo mengine kama hayo. Tunasema kwamba hii ni tofauti zaidi ambayo inahitaji Waadventista wakaese kulihubiri neno la Mungu na wasimame kuwakilisha Mungu hapa ulimwenguni. Haleluya. Wakilishe, wakuwe role model, wakuwe na tabia njema, ili kwamba wanaporejea nyumbani wakuse ile imani waliopata pale. Tumeambiwa kwamba wanatoka kila sehemu ya dunia, kila sehemu ya nchi. Hivyo basi wakikutana huko na lecturers wao, basi watasaidiana kuhimiza neno la Mungu na kuhubiri neno la Mungu. Jambo la pili, the need
of personal relationship in Christ. Katika vyuo vikuu tunaombea watoto wetu wakaweze kuwa na mahusiano mema na Mungu, wakaweze kuwa na personal relationship, mahusiano ya kipekee na Yesu Kristo. Wakifanya hivyo, what will happen? Wanasema youths are the most receptive and transformative, kwamba hawa ndio wepesi wa kupokea na kubadilisha mambo. Hawa ndio wakipata masomo na kubadilisha jamii. Hawa sasa ndio digitali. Unakuta mtu anasema kwamba tuko digital. Saa hizi nimesikia tuko YouTube. Hii kazi yote imetekelezwa na wale vijana, wale wasomi, watu ambao wamepata masomo, na ndiposa teknolojia inaendelea kuongezeka kila siku. Hivyo basi tunasema ukiwa na Kristo ndani yetu, nataka niwashukuru wanakwaya wainuka, kwa sababu mkisema inapeperushwa, nimekuwa na opportunity ya kusoma watu hapa wanasema Mungu awabariki, mambo kama hayo, wanatoa comments nyingi. Kwa sababu gani? Ni njia mojawapo ya kuweza kuwafikia wale walio mbali. Wako mbali wanapata ujumbe live hapa inapoendelea sasa. Kumaanisha kwamba hii ni mahusiano mojawapo ya Kristo ambayo unajaribu kugrow, unakudhihirisha kwa watu wengine. Kabla sijaenda jambo lingine, tusome Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni 4 mstari wa 20. Matendo ya Mitume 4:20 inasema nini? Inasema, kabla hujasoma inasema hivi, kwamba kulikuwa na huyu jamaa wa Mungu anaitwa nani? Anaitwa Petero, pamoja na nani? Na Yohana. Wakati yule cripple, yule jamaa lemafu alikuwa naomba pesa, yeye aliomba nini? Yeye aliwapatia nini? Amjambo. Kulikuwa na mahusiano ya karibu, yani kulikuwa na mtu anaitwa Yohana ambaye alikuwa anapendwa na Yesu. Kuna huyu jamaa anaitwa Simon Peter ambaye alikuwa anamfuata Yesu kwa hatua na alikuwa mnenaji wa haraka sana. Hao wote wawili wakawa wacha wa Mungu ambao walikuwa wanakaribia Yesu katika huduma zote. Ikafika wakati ambapo walimpata mtu mlemavu ambaye alikuwa anaomba msaada. Hao walitumia uwezo waliopewa na Mungu kutekeleza wajibu huo. Inasema nini? Inasema, ndiyo, maana sisi hatuwezi kuacha kunyanena mambo tuliyoyaona na kwa maana sisi hatuwezi kuyaacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hivyo basi nikuuliza watu wa Mungu hapa, niulize wazazi ambao wako nao watoto wao huko vyuo vikuu, niulize wanafunzi ambao wako hapa wa vyuo vikuu ambao wako holiday, niulize wewe ambaye unanisikiza, kwenda kuhimiza ndugu wako ili kwamba wasikose kuyanena yale ambayo nyinyi hapa mnayasikia, kuyakosa kuyanena yale waliona Mungu akiwatendea. Hivyo basi ni kusema tunastahili kuwa na mahusiano na Mungu ya karibu sana, ndiposa tukaweza kupitisha ujumbe huu kwa mtu mwingine. Jambo langu la 3 ni kwamba wakiwa campus as a mission field, kwamba hapo kwa vyuo vikuu mara nyingi inakuwa ni mahali nzuri ambao kanisa la Kiadventista limetambua kwamba neno alijapenya zaidi, unentered area. Kwa sababu gani? Tulipokuwa campus tuliona kwamba kulikuwa na dhehebu mbalimbali. Kuna wengine wakiomba wanalala chini flat, wanaangalisha tumbo juu. Kumaanisha hiyo ni mojawapo ya dini ambao wanaomba kwa kufanya namna ile. Lakini nyinyi wa Adventista mwaomba kwa kupiga magoti, mwaomba kwa kusimama, mwaomba kwa kufanya nini tena? Hata wakati mwingine mkikaa, mwaomba mkiwa wapi? Kasini na kadhalika. Kuna mbinu mbalimbali, watakutana na dhehebu mbalimbali. Himizo ni kwamba tuwafunze watoto wetu maadili, wanapokuwa pale wakaese kupata nafasi nzuri ya kuwaleta wengi kwa Bwana. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 1 mstari wake ni wa 8. Matendo ya Mitume 1
mstari ni wa 8. Biblia inasema, Imeandikwa, lakini mtakapopokea nguvu lakini mtakapopokea nguvu, akisha kuajilia yule Roho Mtakatifu, ndiyo, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Simamia kwanza hapo, kwamba mimi na wewe tukishapokea Roho wa Mungu, mimi na wewe tukishapata habari njema kuhusu Yesu Kristo, mimi na wewe tunapofuatilia ile ujumbe tulipata kwa stewardship, kwamba we will be glorified, tutawekwa wakfu, tutauishwa, tutafichwa mwili usiokufa. Tukishapokea Kristo kwa njia hiyo, basi tutakuwa mashahidi wake wapi? Katika Yerusalem, na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe. Amen. Mtakuwa mashahidi wa Yesu Kristo huku Kisii land, Masai land, Dholuo land, yani kila mahali Kenya, nje ya Kenya utakuwa na mashahidi wa Yesu Kristo. Hiyo ndio imiso katika department ya Public Campus Ministry, kwamba tuwe mashahidi wa Kristo. Tunapomsifu Mungu tunashuhudia kwamba Yesu alifanya makuu. Tunapomwimbia Mungu, katika wimbo wetu ama katika tenzi za rohoni utapata kuelezea ulimwengu jinsi Mungu alivyotenda mengi. Hapa inaendelea kusema kwamba it is like Jerusalem to the apostle of Jesus. Yaani hapo ndani ya chuo kikuu ni kama Yerusalemu wakati wanafunzi ama mitume walikuwa wakizunguka kueneza Injili. Na wakati Yesu alikuwa anaeneza Injili na kuponya watu magonjwa, hiyo ndio mission tumeitiwa. Na napenda university sana wakati mwingine, ukiwa muumini unakuwa muumini wa ukweli. Kwa maana kuna wakati kuna missionaries huko, kutakuwa na missionaries ambao watakuwa wanafanya gospel work peke yake. Kwa universities, mbali na ile mahusiano vijana wanapenda kuingiliana wao wenyewe pamoja na walimu wao, tunasema kwamba ikiwezekana, kwa sababu inawezekana mbele za Mungu, vijana wetu wakaweze kuwa na mahusiano mema ya Kristo, ili kwamba wakaweze kuipitisha ile mahusiano kwa watu wengine. Jambo langu la 4 ni kwamba tunastahili kuelewa hili, the role of the local church. Basi kanisa wanastahili kufanya nini kuandaa vijana wakaweze kuwa the ambassadors of Christ? Watawezaje? The local church is a central to effective campus mission. Vijana wasipopata mafunzo kanisani, wasasi wasipopatia vijana nafasi ya kuhubiri na kupokea Kristo, kumsifu Mungu na kurekebisha kwa njia ufaao, then ile campus ama public campus ministry haitaendelea vizuri. Ni tukijengea misingi hapa, basi inamaanisha huko mbele mambo ni mazuri. Bwana asifiwe. Baada ya mafunzo haya utajiuliza, nini inaitwa public campus ministry? Tumesema ni huduma wa kipekee ambao unatekelezwa katika ngazi ya juu ya masomo. Na hii huduma tunaambiwa kwamba kanisa inahusika moja kwa moja kwa kuandaa wale vijana wakaweze kuwa na misingi ya Kikristo, ili wanapofika huko wanaangaza. Haleluya. Taa yetu inaangaza. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nambari ya 5 nikiamini itakuwa ya mwisho kwa sasa, inasema the campus church, an extension of the Adventist mission. Kwamba pale ndani ya vyuo vikuu tunakuwa na shule, tutakuwa na societies. Wanasema hawa ni CU, hawa ni Waadventista, Waislamu, vitu kama hiyo. Sasa wanasema kanisa ama wakiwa huko ndani wataiendeleza na kupanua misheni ama huduma ambao walitumwa, huduma ya Kiadventista. Sasa hivi ni kusema kwamba ukiwa na mtoto wako hapa, tukaweze kuandaa
Kama kuna watoto wako bado wanasoma, unatarajia kwamba watakuwa watu wa maana, utaendeleza masomo, basi tukaweze kuwawekea misingi ili kaweze kuwasaidia huko, na wakiwa huko pia wakaweze kulihubiri neno la Mungu. Mathayo 28 mstari wa kwanza kuteremka kidogo, alafu tutatamatisha. Biblia inasema, imeandikwa aje? hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalini na Mariamu yule wa pili ndio walikwenda kuitazama kaburi. Ni kwa sababu ya mahusiano ya karibu walikuwa nayo na Kristo. Ni kwa sababu hawa ni wanawake wametajwa pale. Kanisa inajukumika, inastahili kumpenda Kristo kama Bwana na Mwokozi. Kwa maana kanisa imelinganishwa na mwanamke. Wanawake wale waliamka asubuhi na mapema kwa sababu ya mahusiano walio nayo kwa Yesu Kristo. Imiso langu ni kwamba sisi siku ya leo tukaweze kuwa na nafasi nzuri ya kumsifu Mungu na kumtumikia Mungu. Tusome kitabu cha mwisho, Waebrania 10:25 na kitabu cha 1 John chapter 1 verse 3. Yote mbili tukisoma tutakuwa tumetamatisha. Waebrania 10:25 inasema, utaanza 24 twende. Nasema tukaangaliane sisi kwa sisi. 24 inasema tukaangaliane sisi kwa sisi. Hao watoto wanapokuwa huko waangaliane wao kwa wao, wakaweze kuhimizana katika imani, wakaweze kushirikiana, ndio, na kuhimizana katika upendo, na kuhimizana katika upendo. Unakumbusha mwenzako jinsi Mungu alitupenda, unaeleza mwenzako jinsi mambo makuu Mungu ameyatutendea hadi siku ya leo. Na kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja. Namba 25 unasema wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya watu wengine, bali tuonyane. Lakini kanisa tukaweze kuonyana, tukaweze kuelekezana. Kanisa wanastahili kuelekezana, kuonyana, alafu na kusidi kufanya hivyo kila siku, kadri muonavyo siku ile, kwa sababu inakaribia. Kuwa inakaribia. Haleluya. Biblia inasema bali msiache kukutana kama ilivyo desturi ya wengine. Nami pia naomba washiriki wa kanisa hili, tutakuwa na sabato 7. Basi na mimi pia nawauliza msiache kukutana kwa makambi kama jinsi tunavyoona kadri wakati umefanya nini? Umepita. Tunatarajia Masihi Yesu Kristo kurejesha ufalme wake wa mbinguni. 1 John 1 verse 3 nilisema ndio kitabu cha mwisho. Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa kwanza 1 mstari wa 3. Biblia inasema, ndio, hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiria na nani? Hapana, ngoja kwanza. Lile tuliloliona, lile tulilolisikia tunawahubirieni nyinyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Ili nanyi pia mkaweze kushirikiana nasi. Tunahimiza watoto wetu, tunahimizana ili nasi zote pia tukaweze kushirikiana katika kueneza Injili. Watu wa Mungu, huwezi kusema ile hujasikia, huwezi kuelezea na kushuhudia ile hujaona. Lakini tumeona mambo makuu Mungu ametutendea. Tumesikia mahubiri kwa kila mwaka, kila sabato. Hivyo basi
nasi tuondoke twende tuhubiri. Hiyo ndio inaitwa public campus ministry. Mungu awabariki. Tunaomba. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mafundisho umeyaleta kupitia watumishi wako, na hata hivyo basi imeweza kufika kanisani. Tunasema neema yako ni nyingi, itutoshe. Tunapokaa mahala hapa, utupatie nafasi nzuri ya kusikia neno lako, utushikilie anga, utupatie afya njema kila mmoja, ili tusikaweze kukutana kila siku kwa sababu ya mafundisho. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Asante. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea, jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Limesogea, jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Nafasi. Twenenda Zayuni,
Ninazama katika matope mengi, nimefika penye maji ya vilindi, mkondo wa maji hunigarikisha. E Bwana Mungu wangu niokoe, ninazama katika matope mengi, nimefika penye maji ya vilindi, mkondo wa maji hunigarikisha. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. Maana wayajua makosa yangu, nimekutenda dhambi peke yako. Niwe daraja na tumaini langu, tokea nilipoanza kuamini. Maana wayajua makosa yangu, nimekutenda dhambi peke yako. Niwe daraja na tumaini langu, tokea nilipoanza kuamini. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. Tutegemeze kwako siku zote, vinywa vyetu vijaze sifa zako, wala usituache wakati wa dhiki. Sikia ombi letu, watima wako. Tutegemeze kwako siku zote, vinywa vyetu vijaze sifa zako, wala usituache wakati wa dhiki. Sikia ombi letu, watima wako. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. E Bwana wayajua matendo yangu, wala hasifichiki dhambi zangu. Niponye na wale wanaonichukia, wala usiniache peke yangu. Mnasemaje? Happy Sabbath. Kwa sababu ya muda, wacha tuweke kikomo hapo.
Tuweze kuomba. Tunaomba. Mungu mkuu, pewa sifa na shukrani, maana unaweza. Asante kwa minajili ya uwepo wako. Tutakapenda kuingia kipindi kingine kwa pamoja nasi leo hadi milele, ni kupitia jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Asante sana. Tena tumefika wakati nzuri yenye tutaenda workshop. Nilikuwa nauliza wanakwaya, nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina